Number 2, nimekuja kwa sababu ya huyu mjumbe CPA Julius Ruto. Huyu ni kiongozi yako na mwelekeo. Mimi niko pale na niko na hao wajumbe wengi. Na mimi ni mzee, najua kupima. Najua kupima. Na mimi sasa nitaanza kupima na kusema. Mnataka nikuwe nikisema? Kwa sababu pia niko na jukumu kama kiongozi. Nikiwa msaidizi wa rais, nikiona pahali mlitupa bao na mwambia hapa mlianguka, ndio mpate nafasi ya kurekebisha. Nikiona pahali mlifanya vile ilitakikana, nasema hapa ni sawa. Kwa huyu CPA Julius Ruto, watu ya Keses mlipata 100%, 100%. Huyu ni kiongozi who is focused na hana maneno ya mehemehe na maneno mingi, siasa ya upuzi ya kuzunguka na nini. Yeye mambo yake ni Keses saa 1 asubuhi, Keses saa 7, Keses jioni, Keses next week, Keses next month. Na that is the kind of leadership that we want. Na ndio mimi nimechukua the whole day kuja kumsaidia. Na mimi nitakuwa nikitembea kusaidia viongozi ambao wako na mwelekeo. Sisi hatutaki kurudishwa kwa mambo ya siasa. Tumetoka siasa juzi. Hii ni mwaka ya pili. Kazi bado. Si mungali mnangojea? Sasa wewe ukianza siasa mambo mingi ni ya nini? Mimi nataka kusema huyu CPA Ruto ni kiongozi ambaye rais na mimi tunatambua. And I want to say for the avoidance of doubt, if there is one decision the people of Keses made correct, ni huyu kijana Julius Ruto. Huyu kijana mumshikilie na maombi. Mtamshikilia? Na muunge yeye mkono. And I want also to advise members of parliament from this region, nikiwa mzee, nikiwa msaidizi wa rais, kila mtu achuke constituency yake. Stay in your constituency. Sasa wewe umechaguliwa pahali ingine, interest yako Keses ni gani? Uko na interest? Sasa wewe unakuja kuangaisha mjumbe na wewe uko na kwako. Mimi hiyo maneno staki. Kila mtu amechaguliwa kwake. Wewe ukiona unataka Keses, goja next election, toka kwako kuja uombe kura hapa Keses. What we don't want is political tourism. Na ndio inatuletea shida. Bwana Madago umesema ati pale mlima ati hao viongozi ati wawache nini? Hao watu hawana shida. Pale mlima ni pahali mzuri sana. Sisi ni wangwana. Na mnajua. Tulisema William Ruto tutamunga yeye mkono. Wengine mlikuwa muamini. Tulimuunga hatu kumuunga. We are honest, straightforward people. The only thing we hate is betrayal. That we hate. Sisi ni marafiki wazuri. Na pale kwa mlima nikiongoza, tunamuunga Rais William Ruto mkono 100%. Na sisi tuko na deni yake ya 10 years. Na sisi ni watu ya kulipa deni. And we are working well with the president. Mimi nikiwa msaidizi wake amenipatia kazi mingi. Kazi ya kahawa mimi nasukuma, kazi ya majani chai nasukuma, kazi ya pombe mimi nasukuma. Pombe hapa imeisha? Nichukue area bado. County commissioner umesikia? Wapi county commissioner wewe? Sasa mimi nachukua report kwa dosi yangu. Imepungua. Sherehe hii ya kitaifa hapa Bungoma ni kwa sababu tunataka kuunganisha Kenya. Sababu yetu ya kusambaza maendeleo kila sehemu ya Kenya ni kwa sababu tunatafuta umoja. Na mimi nataka nieleze viongozi, hasa wabunge. Kwa katiba, kazi ya bunge ama kazi ya mbunge ni kazi mara 3. Kazi ya kwanza ni uwakilishi, representation. Hapo ndio unapeleka hoja ya watu wako serikalini na bunge. So your job of representation is about your constituency.
Ile kazi ingine mbili imebaki is not about your constituency. It is about the nation of Kenya. Hiyo kazi ingine mbili ya oversight na kazi hiyo ingine ya legislation inafanywa katika bunge la kitaifa. Na ile bunge is not a village parliament. Sio bunge la kijiji, ni bunge la kitaifa. It's not a village assembly. It is the National Assembly of Kenya. So, members of parliament, you should know that you have a duty to your constituency through representation, but you also have a duty to the nation because of your legislative assignment and because of your oversight responsibility. And it is upon you as a member of parliament to represent your people of your constituency. But you also have an extra duty of legislating for Kenya, of providing oversight for Kenya. And if you want to understand those two roles, you cannot live in your constituency and understand those other roles. You have to get out of your constituency, go to the next place, understand Kenya, so that as you legislate in parliament, you understand your country. So that as you play your oversight role, whether it is a project in which county or which county, you have an understanding of what it is. I want to encourage you, as members of parliament, to represent your constituencies effectively, but to also move around Kenya so that you understand and discharge your responsibilities better of oversight and of legislation as you do it for the people of Kenya equally. Mimi nimefurahi sana naona wabunge wengi wamekuja hapa na washauri wabunge wetu. Tekeleza wajibu wako katika constituency yako ya kuwakilisha watu ambao wamekuchagua. Lakini vile vile tekeleza wajibu wako wa oversight. Tekeleza wajibu wako wa legislation kwa Wakenya wote, na ni lazima uwaelewe na utembee Kenya ndio uelewe, ili kazi ambayo uko nayo ndani ya katiba utekeleze vile inavyopaswa. So, and that way we will build a strong, prosperous, united nation called Kenya. The future of our nation is great. We are a great nation. We are a blessed country. Na msikubali, na waomba kwa unyenyekevu, wale wanaotutabiria giza na kututabiria maovu kule mbele, hizo ndimi naomba maaskofu muombe zikome. Because this nation, and I am speaking as the leader of this great nation, this nation is a blessed nation. This nation is going places. Tumepata heshima bara la Afrika, tumepata heshima duniani kote. Uchumi wa Kenya inainuka. Tunazalisha chakula Kenya hata ndani ya changamoto. Chakula sasa imepatikana kwa bei nafuu. And I am very confident about the future of our nation. I am very confident about the future of Kenya. What we need is to stay united, to stay focused, and to plan properly, working together. Hapo awali, nchi yetu ya Kenya imewahi kupata matatizo. Wananchi wakaumizana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya tofauti ya jamii hii, jamii ile, sehemu hii, sehemu ile. Tungetaka kuhimiza ya kwamba taifa letu ni moja. We are one indivisible, united country under God, with one map, one flag, one national anthem. Na kwa hivyo tuchunge sana umoja wetu, tupendane,
tuishi pamoja, hata tukiongea lugha zetu tofauti tofauti za kienyeji, tujue tuko na taifa moja. And we should not take the unity of our country, the security of our country, the stability of our country, we should not take it for granted, because in the past we have suffered when we have hurt each other because of differences among ourselves. Na ukiona mtu yeyote ambaye anataka kugawanya sehemu ya Kenya na sehemu ya Kenya ingine, ujue ya kwamba tukimaliza kugawa Kenya, tutarudi hapa katika jamii ya Waluya tuanze kugawanyisha. Tukimaliza jamii ya Waluya, tutaenda katika hii kaunti ya Bungoma tuanze kugawanyisha. Tukimaliza hapo, tutaenda chini mpaka familia zitakaa kando kando. So I want to urge all of us to respect the constitution of our country, the law of our country, and to support His Excellency the President as our leader and the symbol of the nation, of the unity of our nation, so that we can deliver on the mandate that people of Kenya has given him, even as we look forward to a better, more secure, more stable country.